Salimia. Asanteni sana, tafadhali tuketi. Baba wetu Askofu Joel Waweru, viongozi wote wa kanisa, ndugu viongozi wenzangu, Wakristo wa hapa Emmanuel Bahati, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii leo tufike hapa katika sherehe hii maalum ya kanisa yenu mpya, na nichukue nafasi hii niwaeleze ya kwamba mmejenga kanisa mrembo sana. Pongezi. You have built a very beautiful church. Ikisemekana ya kwamba ilikuwa nyumba ya mabati, kuamini itakuwa shida. Lakini nataka niwaambie pongezi sana. Wakati nilipata mwaliko wa kuja hapa, nilifurahi sana kwa sababu nilijua, kwa sababu nilisoma kidogo, mwenye kuniandikia aliniandikia safari yenu ya kufika hapa, vile imeelezwa na ndugu yangu hapo Bwana Njuguna. Na nikasema lazima nifike hapa niwe shahidi ya bidii yenu na imani yenu kwa Mungu mpaka mkajenga kanisa hii. Na mimi nasema pongezi tena. Mimi pia nataka niwashukuru wananchi wa sehemu hii. Nilikuja hapa na Daktari Patrick na timu yetu ya UDA, tukaomba kura zenu, mkatupatia. Wacha niseme tena asante sana. Na vile mjumbe wenu amesema, sasa sisi wote kama viongozi inatubidi tujumuike, tushirikiane, tufanye kazi ya wananchi wa taifa letu la Kenya, tukiwa mirengo tofauti, lakini kazi yetu ni moja, ya kutumikia wananchi wa Kenya. Asante sana askofu kwa kutueleza neno la Mungu. Nimefurahi sana kwamba tuko na historia ndefu. Tumeshiriki pamoja na wewe katika makanisa mengi hapa Nairobi. Na nashukuru pia umenikumbusha kanisa ya Kayole. Na nakumbuka hiyo wakati tulikuwa Kayole pamoja na wewe. Na sasa umesema unaenda kustaafu na ile kanisa bado haijakamilika. Mimi nataka nikueleze askofu ya kwamba kama itabidi tu postpone siku yako ya retirement mpaka hiyo kanisa ikamilike. Lakini kwa sababu hatuna uwezo ya kupostpone ile retirement, nimeenda katika consecration ya maaskofu ya STK, inasemwa mpaka tarehe, mpaka saa, mpaka siku, ndio mtu asikuja akakwama kwa ofisi. So because we cannot postpone that one, then we will have to accelerate the completion of the church. Kwa hivyo na kuomba askofu, wale wanaosimamia kanisa hiyo kule Kayole wakuja wanione kesho, alafu tukamilishe hiyo kanisa. Na tutafanya bidii. Sijui unastaafu mwezi gani Bishop? Bas 29 September tuko na muda, tutamalisha hiyo kanisa. So ili tuharakishe, utumane wale watu wanashiriki pale kama inawezekana. Kama uko na nafasi unaweza kuja na wao, ndio tupange vile tutakamilisha hiyo kanisa, kwa sababu ni jambo nzuri when we serve the church and when we serve God. Kwa hivyo tutashirikiana hivyo, na kabla hujastaafu tutaenda pale tuweze kufungua hiyo kanisa pamoja, to the glory of God.
Ningependa pia kusema kwa watu wa hapa, ni kweli mumeamua kujenga nyumba ya Mungu kabla ya manyumba zenu, na kwa sababu ya imani yenu, nimeambiwa ya kwamba Reverend Manga aliwaambia mkijenga kanisa la Mungu, Mungu atawasaidia, manyumba zenu zitajengwa. So if it was a prophecy, mimi na huyu gavana wetu tumekuja kuwaambia hiyo prophecy ya kwamba manyumba zenu zitajengwa hapa Bahati vile mmejenga kanisa la Mungu. We want to confirm that that prophecy is going to happen. Vile mnajua tuko na mpango mkubwa wa ujenzi wa manyumba katika taifa letu la Kenya. Na malengo yetu katika ujenzi wa manyumba ni mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni nafasi yetu ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 1140 ambao wanafanya kazi katika program ya housing mahali pote tunazojenga hizi manyumba, ikiwemo hapa Nairobi. Ukienda pale Mkuru, ukienda Kibra, na sasa tutaanzisha ya Bahati, utakuta tuko na vijana maelfu wako kazini. Pale Mkuru tunajenga nyumba 15,000. Ni mahali ambapo pako chini sana. Hata watu wengi walikuwa wananiuliza hizi manyumba inatoshana na Kileleshwa na kule Lavington. Lakini tulikubaliana ya kwamba safari hii Mungu ametueleza ya kwamba tuinue wale wako chini. Ndio tukasema bottom up. Sasa hiyo bottom up iko Mkuru, tutaileta hapa Bahati. Tumeshakubaliana na gavana atajenga loti ya kwanza, na mimi nitajenga loti ya pili na ya tatu. Tayari nimeambia wizara yetu kiongozwa na Halis Wahome tuanze ushirikiano na county government. Mimi nataka nirudi hapa kabla ya mwisho wa mwaka huu kuja kuanzisha nyumba hizo karibu 8,000 za Bahati hapa kwenu. Na vile mumeelezwa, hakuna mtu atatolewa kwa nyumba yake kwa nguvu. There will be no eviction. Kila mwananchi tutakupatia mahali ya kuishi ukingojea nyumba ijengwe. Hiyo ni kazi yetu. Tutakupatia pesa ya miaka 2 ukae mahali, lipe rent kidogo. Tukimaliza nyumba unarudi kwa nyumba yako na kazi inaendelea mbele. Hapa vile mmeambiwa, kwa wale watu karibu 400 wanaishi hapa, tutaweza kujenga nyumba hapa karibu 10,000. Actually 12,000 tunaweza kujenga hapa. Kwa hivyo tutaweza kuhakikisha kwamba wale 400 wanaishi hapa wanarudi kwa manyumba yao, na vile vile Wakenya wengine wengi ambao saa hizi hawana mahali ya kuishi, wanaishi mahali vitongoji, wanaishi mahali hakuna sewage, hakuna maji, hakuna stima, hakuna barabara, wanaishi mahali inaitwa slums. So tunataka kuhakikisha kwamba wale wanaishi katika sehemu zile tuwaondoe pale, tuwaweke katika manyumba mazuri ya estate na tuweze kusonga mbele zote kama Wakenya. Jambo la pili ni kuhakikisha ya kwamba town yetu, city ya Nairobi inapangwa vizuri. Hapa mkiona hapa kanisani, wall iko hapa, wall iko hapa. Vile gavana amewaambia, tukipanga sasa kujenga manyumba hapa, mtapata mahali ya kutosha ya kanisa hii yenu, mtengeneze parking, tengeneze sehemu zingine, and we can have a properly planned city. Na hapa Nairobi
mpango yetu ni kuhakikisha kwamba by the end of this year tuko na nyumba 50,000 ambazo zinajengwa in Nairobi alone. So Mheshimiwa Ladwa na timu yako ya hapa tushirikiane, hata wale watu wa Makongeni nishaketi chini na wao na tumekubaliana mpango na taratibu ya sawasawa kuhakikisha ya kwamba hii Makadara, kwanza Makadara hii ndio target yetu kubwa, kwa sababu hapa ndio tuko na ardhi ya kutosha. So hapa Makadara, before the end of the year we will have started the construction of minimum 30,000 houses in Makadara alone. Na ni kwa sababu tunataka kuinua Wakenya wa chini, wale wanalipa rent tunataka sasa walipe mortgage pole, badala ya kulipa miaka 20 alafu nyumba bado ni ya county ama ni ya mtu amekupatia, hiyo nyumba inakuwa yako na unaanza kuishi as an owner. My commitment is that in the next 5 years we should have 1 million new home owners in Kenya, so that we can begin to dignify the people of Kenya by making sure that we organize them and we organize their livelihoods and their living conditions so that everybody lives in dignity. Vile vile sehemu hii yetu ya Islands tumekubaliana mambo yenu ya masoko iko katika mpango yetu. We gave a commitment, we are going to build 20 new markets in Nairobi tukishirikiana na county government, and we are well on course ya kazi hiyo. Vile vile tukiwa hapa nimesikia vile Patrick MCA wenu wamesema kwamba hamuna shule ya upili, na ndio sababu nilisema hapa Nairobi, being our capital city, na tuko na shida kubwa ya watoto wa Nairobi kusoma. It is a very big concern to me as a parent kwamba tuko na watoto wengi hawana mahali ya kusoma, na ndio nilisema already, and Ladwa, you know this, nimetoa pesa bilioni 1 ya kujenga additional classrooms for kids of Nairobi County, na hiyo itajenga madarasa 1,000 mpya ya watoto wa Nairobi. Nitaweka tena katika budget mwaka ujao another 1 billion for another 1,000 classrooms, because I made a commitment in the next 3 years lazima tujenge madarasa mengine mapya 3,500 outside pesa ya CDF ambayo wabunge hawa wanapatiwa. So including CDF, we should be able to build more classrooms and accommodate all the children of Nairobi City. Tunafanya hivyo Kenya mzima, lakini Nairobi is special kwa sababu Nairobi bado iko na watoto wengi hawaendi shule. Just imagine. Kwa hivyo by June this year, Aladwa, tell your colleagues, by June this year you must have built the 1,000 classrooms, so that next year we do the same. And amongst the schools, sasa huyu Patrick amesema, please, kwa sababu wewe Aladwa uko na nafasi ya kujenga madarasa karibu 40 or I don't know how many, maybe about 40 in this out of the 1,000, you know, so you have an opportunity to build. So ongeza kwa hiyo madarasa ya huyu mungwana, hiyo unasema inaitwa nini pale Morrison. Lakini mbali na ile Aladwa atakujengea, kama atakujengea madarasa 2, nitakuongezea wewe Patrick milioni 10 ndio tujenge madarasa mengine 10 zaidi. Na nitatumana next week, waziri atakuja pale umuonyeshe mahali itajengwa hizo madarasa, so that tuwe na secondary school ya watu wa hapa Bahati, ndio vijana wa hapa wapate nafasi ya kazi hiyo. Mimi nataka niwaeleze wazazi,
as parents, we must be concerned about our children. Lazima tushughulike na masomo na hali ya watoto wetu, kwa sababu tusiposhughulika na hiyo kazi tutakuwa tunamkosea hata Mungu, because hawa watoto tumepatiwa ni baraka, tumepatiwa na Mungu, and we must look after them. So hiyo shule ya Morrison umesema tatumana next week, we are going to build a whole new secondary school there, and I will come to vijana wa hapa na tuangalie vile tutashirikiana kwa pamoja. Mwisho, yale mambo mengine mengi ya Nairobi hapa, nataka niwahakikishie ya kwamba wakati tunapanga mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya maji, kupanga ajira ya vijana wenu, we keep Nairobi in focus. Tunahakikisha kwamba iko Nairobi iko katikati. Nasumbuka na huyu gavana wenu, saa zingine hata jana nimeongea na yeye mara 3 kwa mambo ya Nairobi. Si hivyo gavana? Nikimwambia iko shida hapa, panga hapa, iko shida pale, panga pale, kwa sababu we want to make our city the face of our country. Mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba tutashirikiana, tutafanya hiyo kazi kwa pamoja, na mpango yetu inaambatana na mambo ya Biblia. Watu wengi hawaelewi ni kwa sababu gani tunapanga vile tunapanga. Na nataka nichukue nafasi hii niwaulize wakulima wetu ya kwamba sasa msimu wa upanzi inaanza mwezi huu. Nataka niwaeleze hakuna wasiwasi ya mambo ya mbolea. Tayari katika stores zetu sehemu mbalimbali tunapeleka sehemu ambayo inahitajika. Tuko na magunia milioni 5 ya mbolea ambayo tayari tumenunua kama serikali, na wakulima watapata. Niwashukuru wakulima, mwaka uliopita walituzalishia chakula, ndio gharama ya chakula imeenda chini. Mwaka huu tena tunaongeza ×2 ile tulifanya mwaka uliopita, kwa sababu ukisoma Mathayo, na Bishop wewe ni rafiki yangu, mimi nafuata maneno ya Biblia sana. Mathayo 25, nataka muandike yule mwenye anajua kuandika. Mathayo 25 ukurasa wa 31, usome mpaka mwisho, nafikiri 46. Inazungumzia Judgment Day, kwamba kuna siku kila mmoja wetu atasimama mbele ya Mungu, mimi na wewe, na kutakuwa na maswali tutaulizwa pale tukisimama mbele ya Mungu. So usome vizuri, alafu ujue utachangia namna gani. Otherwise utakuwa upande ya left ya watu wa kwenda Jehanamu, ama utakuwa upande ya right ya watu ya kwenda mbinguni. Mwende msome. Mpango yetu ya kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya ni tuhakikishe vile neno la Mungu inatuambia tupate chakula, tuweze kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Mpango yetu kwa matibabu, na mumesikia vile tumepanga. Tumepitisha sheria zote, tumepitisha regulations zote. Sasa tutakuwa na mfumo mpya. Saa hizi wizara itatoa mwongozo vile kila mmoja wetu atasajiliwa katika mpango mpya wa matibabu. Ndio wale ambao hawana uwezo kabisa wa kulipia chochote pale hospitalini, sisi kama taifa, serikali ya Kenya tuwalipie na tuhakikisha kwamba wako na bima kama Wakenya wengine. Wale wanalipa kiwango cha juu tuwapunguzie kama hawana uwezo. Wale mshahara kubwa kama mimi na Sakaja na hawa wadosi tulipe zaidi, tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. That is the commitment we have. Vile vile ni kupanga ajira ya vijana wetu.
Na wakati tunapanga ajira ya vijana wetu, tuko na mipango karibu 4 ambayo tunapanga ajira ya hawa vijana: housing, export of labor, digital jobs and other interventions that we are making, including our special economic zones and also our county aggregation and industrial parks, so that we can create opportunities for young people to work in Kenya and contribute their energy, their talent, their expertise in driving the economy of our country. Haya mipango yote ni kwa sababu tunataka tukisimama mbele ya Mungu tuweze kusema we did something to make sure that nobody slept hungry. We did something to make sure that those who were sick got attention. We did something to make sure that our young people had something to do. We did something to make sure that people have water to drink. It is in the plan of God. So, Bishop amenisaidia kuniambia ya kwamba jameni, msiniite majina mara Sakayo mara nani. Lakini unajua askofu, mimi kama msomi wa Biblia, ukisoma katika Wakorinto wa kwanza mstari wa 9, mstari wa Korinto wa kwanza 9, pale katika mstari wa nafikiri 19 inasema, I became a Jew so that the Jews could come along. I became everything for Christ's sake. And I want to tell you, I have no problem being called whatever name, so long as I achieve a better destiny for our country. And more importantly, kama Nehemiah angesikia Sanballat na Tobias, ukuta wa Jerusalem haingejengwa. Kwa sababu kuna Tobias, wengi wanasema hata hii mpango ya housing haina maana, hata hii mpango ya kuzalisha chakula haina maana. Na sisemi ati aladwa ni Sanballat, hapana. Nasema tu kuna wengine. So, katika hii harakati ya kujenga, tutakuwa na watu wengi ambao hawaoni mahali tunaenda, lakini baadaye watakuja kuelewa where we are going. Sindio? So, I have absolutely no issue with whatever is being said left, right and center. My focus is to make sure that we change our country. And I am very clear, my brother Bishop, in my mind. Mungu hajanijalia niwe rais wa Kenya ati kujaza nafasi ya mtu kuitwa rais, ama ati ndio nipate mshahara, nipate kazi. Hapana. Mungu amenipatia hii nafasi nibadilishe Kenya. And I intend to do it. And I know it is not going to be easy, but by God's grace, we are going to change this country for the better. Tutahakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha, tufukuze njaa. Hawa vijana wetu wengi wanahangaika, hawana ajira. Tutapanga mpaka wawe na ajira. Hawa watu wanaishi katika slums. It is our duty, responsibility, kwamba na wao they live in dignity. And that is our mission. It is not going to be easy. I know that very clear. But I intend to be focused until we achieve it for the sake of our country. The same way Paul said, I became everything for the sake of the gospel of Christ. I don't mind being anything for the sake of the destiny of our country. Lazima tuungane, tushirikiane, tufanye kazi hiyo, ndio nchi yetu ya Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nataka niwashukuru sana na waomba, vile askofu amesema, mtuombee sisi wote. Kazi hiyo ya kuongoza watu wengi sio kazi rahisi, lakini Mungu atatupatia neema ya kuhakikisha kwamba tunatimiza mapenzi ya Mungu katika taifa letu la Kenya, because that is what it is. So asanteni sana.
Ule Bwana Njuguna amesema nyinyi sio watu wa kuitana. Ati kujeni tusaidie hapa jenga namna hii. Nyinyi mnafanya kazi yenu, mkimaliza mnatuita, tunakuja tunawapigia makofi. So Bwana Njuguna, hata na hivyo, kwa sababu nyinyi sio watu wa kuitana, lakini sisi saa zingine ni watu wa kujituma. So hiyo mjengo uko nayo hapo nyuma, utaniona hapo kando, takusaidia 3,000,000 uendelee na hiyo ujenzi. Ndio. Na mkimalizia mtatuita tena. Ndio. Na mkikwama njiani mtuite. Sisi ni marafiki na hatukuji hapa kwa sababu sisi ni viongozi, tunakuja hapa kwa sababu sisi ni Wakristo na tunakuja kushirikiana pamoja na nyinyi. So watu wa Bahati tunawapenda sana, tunawatakia heri, na mimi najua ya kwamba kwa maombi yenu, ushirikiano wenu na umoja wetu sote kama watu wa Kenya tutafaulu, na natarajia sana ama natamani sana tukamilishe kanisa ile ya Kayole ndio askofu wetu aweze kustaafu na heshima. So asanteni and God bless you. Naomba sasa tubaki tumesimama ili tumalizie kwa maombi benediction.